Hoyo kurigie kirgo kyoborai bwense Dr. Fred Matiang'i nigo aereire okweroberia bwikirano asokorenta amonchereria ase serikali na goikerania amagendero bunaganiri okwana chinga kiakoretara sensemo ya Western nigo agikire serikali asogotabwataka chibesa guchiasi chiskuru na gosagana abana bechiskuru nigaboria aborokia na boiga baibori kurinda na gukinia abana ase enchera endonge. Tuko tayari kufanya hii kazi na tuko tayari kurekebisha nchi yetu ya Kenya. Na hii kazi mnajua tunajua kuifanya. Na tutaifanya mpaka nchi inyooke kabisa ili nchi yetu iendelee kuwa na imani. Tutaunda serikali ambayo inaheshimu wananchi na inaheshimiwa. Sio serikali ya kudanganya wananchi. Tutaunda serikali ambayo inafanya miradi na mipango inaonekana wazi kwa wananchi. Sio eti kila wakati ni kudanganya na kusoma mambo ambayo hayaeleweki na mtu. Wananchi sisi tuko tayari. Tumekuja hapa Western kuambia tuko tayari kufanya hii kazi. Tunawaomba tu na tumekuja na unyenyekevu. Tunagonga mlango wako. Mwananchi wa kawaida, wewe ndio uko na kadi. Mimi nimekuja tu kuomba kwa unyenyekevu. Mtufungulie mlango, mtupee nafasi hiyo ili turekebishe nchi yetu. Na pia kuwaomba tafadhali, msife moyo. Nilikuwa waziri wa elimu na nikakuwa waziri wa usalama. Hakika yale mambo tunaona wakati huu, kwanza mimi niseme tu ukweli, my heart is very deeply in education. When I see students like this is what gives me the greatest pleasure of my life. And we have a responsibility as parents and teachers. God has given us a responsibility and a duty to raise up our children responsibly. Yale mambo sasa tunaona eti we are not moving capitation to schools. School principals are having challenges to manage the education sector, manage the students in school. They can't feed them on nothing because hakuna budget, hakuna pesa inaenda kwa shule. Pesa inatumika kuhonga watu, kuhonga wakora, kupiga watu. Jana nimesikia hata wanafunzi wamepiwa. How stupid can we be? I mean, unapiga school bus ambayo iko na watoto wetu ndani mawe. Nyinyi mshaona watu wa shetani kama hapa maisha yetu? Hapana. Tunapiga school bus ambayo imebeba watoto wetu mawe. Hawa watu ni ndugu zetu ndio, ni wananchi wa Kenya ndio. Tunawaheshimu kwa sababu wako na nyadhifa za kikatiba. Lakini tuseme tu ukweli, kazi imewashinda.